Namshukuru Mungu kwa ajili ya uzima ambao ninao. Nilikuwa napata shida ya miguu sana. Inaombewa, inapona, dawa niliacha kwa sababu niliona nakunywa tu naongeza sumu kwenye mwili. Lakini nikawa namwambia Mungu ambaye ana spare za miguu na kila kitu atende. Kwa nimekuwa nakuja saa nyingine naamua nimekaa kwenye kiti naumwa sana, lakini naona siendi kwa sababu nimeshaingia humu ndani, uwepo upo. Saa nyingine naamua nakuja namuomba askofu, anaishika miguu anaomba, yani inakuwa kabisa kila kitu kimeshaondoka. Naenda naweza kukaa siku 2-3 siku nakamatwa tena miguu, yani inakuwa siwezi kabisa. Lakini naamka namwambia Mungu, ile spare yako urudishe, na ili tuliweka agano mimi na yeye Mungu kwamba mimi nina TZ11. Hii ni gari yangu ya kwanza ambayo inifanya mimi naweza nikatembea nikaenda huko na kule. Kwa hiyo nilikuwa namuuliza Mungu, sasa hii TZ11 nimeshaachia pancha kila siku, na maana nakaa chini nao nakubali. Kwa hiyo ilikuwa ni mazungumzo yangu na magano yangu namuuliza kila siku. Nikasema basi umesema katika Biblia kuna kina Musa na manabii, basi mimi nitakuwa nasogea hapo madhabahuni. Kiukweli madhabahu inaponya, lakini unajua ukiwa kwenye kundi kila kiitwa mgonjwa unaenda. Tuna mambo mengi ambayo tunatakiwa tuombewe, na sisi tuombe, tusogee kwa sababu hao wamepewa uwezo katika mikono yao zaidi. Ndio maana tunasogea madhabahuni kwamba mtumishi aweze kunena neno juu yako. Kwa hiyo nawashukuru hii familia ya Bethania kwa sababu kweli mimi wananibeba sana tu. Na pia nashukuru kwa sababu mtoto mara nyingi anakuja kuombewa hapa. Saa nyingine nilikuwa nakuja nasema shida yake, saa nyingine sisemi. Sasa anakuwa na vipele. Alikuwa ananiambia pale anataka aje amshukuru Mungu kwa sababu anaombewa na askofu, vile vipele vimeondoka. Kwa hiyo yeye mwenyewe mtoto kwa imani yake leo amekuja, hata sura yake ni njema. Anaogopa. Lakini kwa kweli tunamshukuru Mungu. Tunapitia mengi. Lingine namshukuru Mungu kwa sababu nina kesi ya mtoto. Askofu anajua, tunaishughulikia na Mungu anashughulika zaidi. Bado inaendelea, lakini anatangu hili mpaka sasa hivi anaendelea kwenda kuripoti. Lakini tuliomba siku nikamwambia mtumishi hapa, mimi nimechoka. Kama dada alivyosema, ukiwa na kesi inakuhusu kwa njia moja au nyingine, unapoteza muda, huwezi kufanya kitu chochote. Mara umeitwa, nikaambiwa niende mimi nikaeleze, ikashindikana. Wakasema wanakuja kunipekua. Nikaja nikamwambia askofu, tukaomba, nikakataa, nikasema mimi si mwizi, sina kesi, nasimama juu ya mtoto. Kweli hilo nalo limepita, wamekaa kimya. Wakamwambia kijana, huyo mamako anakataa kuja hapa, sisi tutaka kwenda kumpekua, lakini ngoja tusubiri. Sasa hivi wamebaki wanamuuliza kwamba mama anasemaje. Nimeona mimi sitaenda. Nifuata masharti ambayo nilipewa na mtumishi hapa kwamba hebu nyamaza kimya tuone kwanza. Kwa hiyo imenyamaza kimya, nakaa kile inapoitwa leo. Juzi tuliona maskari wa kike walikuja wakaanzia kule kwa dadangu. Sasa tukafikiri labda wanaulizia ili waje kututafuta, jirani akatupigia. Tu na amani nikasema aje tu, maana mimi niliwaambia nyinyi wote ni watoto wangu. Lakini alilotenda mwenzenu si sawa. Wewe unaweza kumfanyia mzazi wako, wakanyamaza. Kwa hiyo nikasema kama wakija tutawakaribisha, tutaongea. Lakini kweli shetani ni mbaya, wakazunguka hapo mwisho akaondoka. Tukakaa. Mwenzangu yeye dadangu akapata hofu. Akahama hata nyumbani kwake, amehamia kwangu, anakuja anasema sasa mimi nafanyaje, usije akanifuate huko peke yangu, maana tuko naye kwenye hii kesi. Nikamwambia mimi naona kuna amani. Tukamwambia lakini kama unajisikia hivyo basi karibu ukae. Kwa hiyo akasema anaomba tu leo kwenye ibada tukiomba mtumishi kumuombea kwa sababu naye ana kesi nyingine ya mtoto wake yuko Japani. Waliuziana magari, sasa hao waliochukua ni Wapemba, wanasema wao ni kwa hiyo watamhakikisha anafilisiwa. Lakini hawana kosa wao, kosa liko kwa upande wa hao vijana. Walipewa masharti, wakimaliza kulipa, yani wamepewa gari kwa mkopo, wakimaliza kulipa, then watapewa dokumenti. Sasa wao wamegeuza kwa sababu wana watu nyuma yao, tayari wameambiwa kufanya hivyo. Inamtesa yule dada sana. Kwa hiyo ameitwa, hukumu imepita, kwa hiyo sasa wanataka kuja kuangalia pia ili wamfilisi. Sasa nauliza anafilisiwa kwa sababu gani? Lakini Mungu wa kweli anayejua yote. Nafikiri askofu atatamka kitu hata hilo litapita.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia namshukuru Mungu pia kwa sababu nilikuwa nahangaika katika mambo mengi. Na nyumba ilikuwa kule Gongo la Mboto. Niliomba hapa nikasema naomba Mungu sasa tu bora niitoe. Lakini nikashukuru Mungu kwa jana, Mungu akanisaidia. Nikapata mtu, tukaandikishiana, nikaamua tu niitoe kwa sababu ya kufanya mambo mengine ambayo yako mbele yangu. Lakini katika hilo nilishangaa Mungu kwa sababu nilipokwenda kuongea na wale wapangaji wakakubali, alafu wakasema tunaomba tuongezewe muda. Sasa napotoa naongezaje muda? Pale pale nimekaa nikakumbuka tusijiulize tusisemeseme. Nikamwambia Roho Mtakatifu, naomba unisaidie huyu bwana akubali kuongea na hawa watu. Kwa hiyo kweli tulipomaliza kumazungumzo na wao, naye akaja akasema, bwana mimi naomba ngoja niwape miezi bure, mtakao kaa bure 2 kabla sijaja kutake over. Kwa hiyo nikamshukuru Mungu pia kwa ujasiri huo kwamba nilivyotamka neno Bwana akaonekana. Kwa hiyo jina la Bwana liinuliwe, libarikiwe, na naamini pia mtumishi alitamka hiyo kesi ya mtoto itafutwa. Na mimi kila siku nikiomba naendelea kuifuta na kukiri ushindi. Nataka waniite wao waseme basi mama endelea na shughuli zako. Bwana Yesu asifiwe. Amen.